Kitabu hiki huwa kinashuhudia mambo mengi ambayo yalitendwa na watu kama sisi waliishi katika enzi hizo, lakini kati ya mambo mengi ambayo waliyofanya, kuna yale baadhi ya hayo yalinakiliwa katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Yaani ni vitendo ambavyo vilitendwa na wale watu walishuhudia Mungu, na baadhi ya wengine huwa kunanena ya kwamba jinsi ambavyo nilinena hapa siku nyingine ya kitabu cha Luka, ambaye alikuwa ni daktari ya kitabibu na alikuwa amepanga mambo yake vizuri. Kwa hivyo aliandika mambo akijua kwamba ni nini hicho anachoandika. Sisemi wale wengine hawakuwa wanajua anaandika nini, lakini pia kiwango cha kuandika maandishi huwa kinapitana kwa wale ambao ni wasomi wa aina fulani na watu ambao wanaweza tu kunakili mambo ambao wameshuhudia. Kwa hivyo nataka tuweze kuingia katika chapter 6, Matendo ya Mitume 6, na ninashuhudia juu ya ndugu mmoja ambaye katika uhai wake alitenda mambo mema na makuu, na hata kama kulikuwa na upinzani alisimama na neno hili ndio tutashuhudia wakati huu. Kwa hivyo swali ni je, wewe wakati ambapo unaposikia hili neno la Mungu huwa unalifanyisha kazi? Linaweza kukushuhudia hata kabla hujanena neno lingine lolote. Yaani matendo yako kama matendo haya ya mitume yanaweza kushuhudia, yanaweza kusimama pamoja na wewe yakaonyesha wewe ni nani. Jinsi ambavyo Korea alituambia kwamba hapa, show me your friends then I will tell you who we are. Kwa hivyo ni vyema tujue ya kwamba sasa tunaposoma hili neno sio eti shinda zitakosa kuwa katika huduma, ndio zitakuwa, lakini kutakuwa na tofauti na wale ambao wamesimama na neno na wale ambao hawajasimama na neno vizuri. Kwa hivyo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, in the book of Acts and chapter 6, nataka tusome kutoka hapo mstari wa 5. Nitasoma mbio niposa nikimalizie, na ninajua kwamba baada ya haya utajua kwamba Mungu alikusudia nini tukifahamu katika hili neno. Yale waliosema yakawapendeza watu wote, nao wakamchagua Stefano, mtu aliyejaliwa na imani na Roho Mtakatifu, pamoja na Filipo, Prokoro, Nikanori, Timoni, Pamela na Nikarawa, mwongofu wa kutoka Antiokia. Wakawaleta watu hawa mbele ya mitume, nao wakawaombea na kuwawekea mikono juu yao. Neno la Mungu likazidi kuenea, idadi ya wanafunzi ikazidi kuongezeka sana katika Yerusalemu, hata makuhani wengi wakaitii ile imani. Stefano akiwa amejawa na neema na nguvu za Mungu alifanya ishara na miujiza mikubwa miongoni mwa watu. Hata hivyo ukainuka upinzani na watu wa sinagogi na watu huru kama ilivyokuwa inaitwa, Wayahudi wa Kirene, wa Iskanderia na wengine kutoka Kilikia na Asia. Watu hawa wakaanza kupigana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hekima yake wala huyo Roho ambaye alisema kwake. Ndipo wasiri wakawasawishi watu fulani waseme, tumesikia Stefano wakisema maneno ya kukufuru dhidi ya Mose na dini ya Mungu. Mstari wa 12, wakawachochea watu wazee na walimu wa Torati, nao wakamkamata Stefano, wakamfikisha mbele ya baraza, wakawaweka mashahidi wa uongo ambao walishuhudia wakisema, mtu huyu kamwe haachi kusema dhidi ya mahali hapa patakatifu na dhidi ya Torati, kwa maana tumesikia akisema kwamba huyu Yesu wa Nazareti atapaharibu mahali patakatifu na kubadili desturi zote tulizowepewa na Mose. Mstari wa 15, na ndio namalizia nao. Watu wote waliokuwa wameketi katika baraza
wakimkazia macho Stefano, wakaona uso wake unang'aa kama uso wa malaika. Bwana apewe sifa. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili lako, na tuna imani ya kwamba Baba wetu, Mungu wetu, ujumbe huu ambao Baba umekubali tukausome, ni ya kwamba utatufikia kwa njia iliyo sawa. Baba, nena nasi mchana huu wa leo, na niposa wema wako ukatendeke kwa kila mmoja, katika jina la Kristo Yesu aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu, tumeomba na hata kuamini. Amen. Nimesema tunanena juu ya matendo ya mitume, na nikasema na kutangulia kusema ya kwamba matendo haya yalitendwa na watu, sio malaika. Ni watu waliokuwa na mili kama sisi, nao wakakabiliana na hali ambazo zilikuwa ni ngumu katika maisha yao. Hapa tunasema juu ya ndugu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Stefano. Alikuwa na hudumu wakati ambapo kazi ilipozidi, wakati ambapo kazi ilikuwa nyingi. Baadhi ya wale ambao waliokuwa wanafanya kazi, kwa sababu kuna watu waliokuwa wanataka misaada, nayo kazi ya Mungu ilikuwa inahitajika kuendelea, wakaona si vyema waache kazi ya Mungu jinsi ambavyo inavyotakiwa kufanywa, kwa sababu ya wale ambao watu walikuwa wanahitaji, yaani watu ambao walikuwa na mahitaji. Na ndipo hapa tumesema ya kwamba ndipo Stefano wanapoingilia, na ndugu wengine wa sita ambao tumesoma katika Biblia ya kwamba walichaguliwa na wakapelekwa mbele ya mitume kuombewa na kuwekelewa mikono. Na kwa hivyo ninataka kusema nini mchana huu wa leo? Wakati ambapo tunapojiandaa kufanya kazi ya Bwana, wakati ambapo umeteuliwa na umemwagiliwa mafuta au kwa njia nyingine ukawekelewa mikono, si kwamba shida yako inaishia hapo. Wakati ambapo umeitwa katika kazi ya Mungu, ni ya kwamba kuna mambo mengi yatakupata katika safari ya kumtumikia Bwana. Lakini Biblia inasema hapa, ijapokuwa kuna upinzani ambao uliinuka juu ya ndugu yetu Stefano, ni ya kwamba alikuwa na jambo ambalo lilikuwa ni tofauti na wale wengine ambao walikuwa wanapinga neno la Bwana. Praise Jesus. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kwa hivyo roho ambayo ninataka kuwaombea siku hii ya leo ni jinsi ambavyo ndugu yetu wakati aliwekelewa mikono, Biblia inashuhudia kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa juu ya huyu ndugu ambaye tunaita Stefano. Kwa sababu mstari wa 8 unasema namna gani? Stefano akiwa amejaa neema na nguvu za Mungu, alifanya ishara na miujiza mikubwa miongoni mwa watu. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Katika baadhi ya wale watu ambao walikuwa wanahitaji msaada, ni kwamba mtu anaitwa Stefano alikuwa pale kuwasaidia na kuwashughulikia, ya kwamba wale ambao walikuwa na shida ambazo hata zingine hazijinakiliwa, hazijaandikwa katika hii Biblia, kwa sababu hatujaambiwa ni miujiza mingapi aliyofanya, ni ishara ngapi aliyofanya, lakini Biblia ikimalizia hapo inasema ni mikubwa. Haleluya. Amen. Kwa hivyo katika uhai wa Stefano aliweza kufanya mambo mema na makuu, na kwa hivyo nataka kukuambia aje wewe mpendwa ambaye Mungu amekubali ukaje katika ibada hii, ni ya kwamba hujaitwa tu ukae chini, hujaitwa tu ushuhudie wengine wakitendewa mema na Bwana, hujaitwa ushuhudie wengine wakitenda miujiza. Biblia inasema ya kwamba hata wewe umeitwa katika ufalme huu. Kwa hivyo jambo ambalo linaloweza kukutofautisha na wengine, wewe ni uweke moyo wako wazi. Praise Jesus. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Ukisoma Kiswahili vizuri hapo mstari wa 8, neno linasema ya kwamba alijaa. Kwa hivyo mbeleni hapo wamepata nafasi hii ya kujazwa mambo ambayo yalikuja kujaa ndani yake, ni ya kwamba hakukuwa na kitu. Praise Jesus. Amen. Katika maisha ya Stefano ni ya kwamba ukisikia ni mahali panajazwa, kwa hivyo kulikuwa na pepo fulani lilikuwa limepungukia Stefano katika maisha yake, lakini akapatana na watu wa Mungu ambao walimwekelea mikono, wakamuombea, wakasema kwa sababu umeletwa katika hii kazi, kuna mengi ambayo yatakupata katika safari ya imani. Na kwa hivyo kwa sababu hatujanakiliwa, hatujaambiwa vizuri mitume waliomba nini, lakini wakati ambapo huwa tunawekelea wapendwa mikono, haleluya, kuna mambo ambayo huwa tunaomba tukiwa tumenyamaza, na kuna mambo ambayo huwa yanatumika kwa maneno ya kineno, lakini Mungu huwa anaileta yote kwa pamoja.
mtumishi ambao huwa naombewa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Bwana apewe sifa. Praise Jesus. Na kwa hivyo wakati ambapo unapowekelewa mikono, wakati ambapo unapoombewa, haleluya. Hata ndugu Stefano baadaye alikuja kushuhudia. Kwa hivyo mikono ya watu ya mitume haikuwa ya mchezo. Haleluya. Kuwekelewa mikono hakukuwa jambo la mchezo, kwa sababu sasa alijipata akiwa amejawa na neema. Ukijawa na neema ya Mungu huwa una uwezo, unapewa kibali cha kufanya mambo ambayo haungefanya wakati ambapo hauko umepata kibali. Bwana apewe sifa. Leo walisha nitumie dada yetu Mama Kevin katika barabara za Kenya, na niko hivyo katika barabara zingine, ni ya kwamba si rahisi kuendesha gari bila barua ya kufanya nini, ya kuonyeshana ya kwamba umekubaliwa kuendesha gari barabarani. Haleluya, amen. Na wakati mara nyingi, kwa sababu sio kila wakati, kwa sababu mimi nina miaka 10 na kitu, na ni safari hazijapita mbili nikiwa nimesimamishwa na polisi, na nikwambia kitu cha kwanza, hata si salamu, leta hizi Bwana apewe sifa. Ndio ajue kwamba kama umekubalika kufanya nini, kuendesha hiyo kama gari au nini barabarani. Na kwa hivyo ninataka kusema nini? Kuna jambo ambalo hamwezi ukapata kuwa na nafasi nalo, yaani hamwezi ukalifanya na kulitenda kama hujakubaliwa. Praise Jesus. Ndugu yetu Korea, mchungaji in waiting, unaweza nisaidia na maji bado? Naacha bado. Naendelea kuingia katika ofisi. Bwana apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Nitawaambia jambo wakati ambapo haya maji yatakayofika katika hii meza. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Si Mungu akubariki na kutenda mambo mema na mafungu yetu. Yes, akufungulie milango. Na neno la leo ambalo tunaongea mambo ya kutii Joshua. Neno na kufanya nini? Ya kutii. Na kutii. Wewe unafikiria singeweza kuendea hiyo maji? Haleluya. Amen. Si ningeweza. Lakini wakati ambapo tunapoingia katika kazi ya Mungu, si lazima tufanye mitihani. Na tujue kwamba kama itakubalika, unaweza sema hiyo miguu yake ilikuwa imekorolewa. Imeshikana hapo kwani saa hizi tu amesimama hiyo simiti imepata miguu yake. Hapana, Bwana apewe sifa. Amen. Lakini tuendelee tukifanya mitihani. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu umepita mtihani huo, situseme Bwana abariki ndugu yetu. Amen. Amtendee mambo mema na makuu katika jina la Yesu Kristo. Hata wewe siku moja, na haiko mbali. Praise Jesus. Amen. Haiko mbali. Hata wewe utakuja kutumikiwa. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo nilikuwa najaribu kusema ya kwamba Stefano kuna kitu ambacho hakikifanya. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Na ni nani alisema, sijui kama ni wewe Joshua au ni Mkorea, alisema watu sijui ni nini wako na shida ya mikono. Leo tuombe. Hawezi wakapigia hata Mkorea mikono, yaani Mkorea makofi. Hata nini Mungu awabariki na watendee mambo mema na makuu. Kwa hivyo kama unanishika vizuri katika neno hili la leo, ni ya kwamba kuna uwezo ambao huwa unatiwa mtu wakati ambapo amewekelewa mikono, amepewa kibali. Na kwa hivyo mstari wa 8 ambao ninasoma juu ya Stefano, na tunaongea juu ya Stefano ambao wanaishi kwa sasa, ni ya kwamba neno linasema ya kwamba akiwa amejawa na neema na nguvu za Mungu. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. Kwa hivyo kama kuna ombi ambalo tungeweza kuombea wapendwa wetu katika kanisa hili, ni ya kwamba Mungu awajaze neema. Amen. Hallelujah. Amen. Na ukipata neema na upata nguvu ya Mungu, praise Jesus. Amen. Hapa ndipo neno linasema ya kwamba kuna mambo huwa yanatangulia mengine. Kuna jambo ambalo litakuja kwanza. Hallelujah. Amen. Na ndiposa muweze kupata kufanya mambo hayo mengine. Kwa hivyo ni vizuri uweke moyo wako wazi. Wakati ambapo unapopata neema ya Mungu, yaani unapata kibali cha Mungu, Bwana apewe sifa. Amen. Utakanyaga kwa moto kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Watu watashuhudia. Haleluya. Wakati ambapo una neema ya Mungu,